Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Mwalimu Fredrick Mtaita, ni afisa udhibiti ubora wa shule wilaya ya Kibiti. Niko hapa kuhabarisha umma wa wana Kibiti kuhusu idara ya udhibiti ubora wa shule. Idara ya udhibiti ubora wa shule iko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na idara hii ilianzishwa kisheria kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sheria ya elimu namba 25 ya mwaka 1978 na rekebisho lake katika sheria ya elimu namba 10 ya mwaka 1995 na sheria ya elimu sura namba 353 ya mwaka 2002. Kwa ujumla idara hii ina majukumu mengi, lakini tayataja machache. Kwanza ni kusimamia utekelezaji wa sera, sheria, taratibu na miongozo ya elimu, kuangalia jinsi inavyotekelezwa huko kwenye shule. Ya pili ni kufanya tathmini. Tunafanya tathmini ya jumla. Katika tathmini ya jumla, kawaida sisi wadhibiti bora tunapoenda kwenye hizi taasisi za elimu, tunaangalia utekelezaji wa mtaala ndani ya darasa na nje ya darasa. Nyingine tunafanya tathmini ya ufuatiliaji. Tunapokwenda kwenye tathmini ya jumla, zile changamoto zote tunazozibainisha. Kwa hiyo tunapoenda sasa mara ya pili kwenye ufuatiliaji, tunaangalia je, zile changamoto zimefanywa maboresho yoyote. Kwa hiyo ni aina ya pili hiyo ya tathmini. Ya tatu ni tathmini ya usajili wa shule. Kabla shule haijasajiliwa, sisi wadhibiti bora na jukumu la kwenda kuangalia hali halisi ya hiyo shule inataka kusajiliwa. Kwa hiyo tunaangalia kama inakidhi vigezo au la, na vile vile tunaandika taarifa kumshauri kamishna wa elimu kuhusu hiyo shule kama inastahili kusajiliwa. Nyingine tunafanya tathmini maalum ya uchunguzi. Kama kuna sintofahamu yoyote kule shuleni, basi huwa tunakwenda sisi tunafanya uchunguzi na tunatoa taarifa kwa kushauri mamlaka husika juu ya tuhuma hiyo au uchunguzi huo. Kingine tunafanya jukumu lingine ni kufanya tafiti tatuzi. Mara nyingi tunapokwenda kufanya tathmini kule shuleni, tunaangalia ni kitu gani ambacho kinatakiwa kiboreshwe. Kwa hiyo tunafanya tafiti tatuzi na tunashauri ipasavyo jinsi ya kuboresha hilo jambo ambalo tumelifanyia tafiti. Kwa kifupi, hayo ndio majukumu makubwa ya idara ya udhibiti ubora wa shule. Ningependa kuongelea majukumu ya timu ya ndani ya udhibiti ubora. Kama ambavyo inafahamika kwamba timu ya ndani ya udhibiti ubora ni timu ambayo inafanya kazi ndani ya kituo husika. Maana yake ndani ya shule ya msingi au shule ya sekondari. Lakini jukumu mojawapo la timu hiyo ni kuangalia ubora wa mtaala jinsi ambavyo unatekelezwa katika ngazi ya shule. Na katika kuangalia ubora wa mtaala inaangalia ratiba namna gani inafanya kazi katika shule, kuachilia mbali ratiba ya darasani ya ufundishaji na ujifunzaji, lakini kuna ratiba ya mambo mengine ambayo yanajumuishwa katika mtaala, kiwepo ratiba ya debate, kiwepo ratiba ya klabu, lakini licha ya hivyo kuna ratiba ya shughuli za nje ya darasa kama vile elimu ya kujitegemea. Lakini si hivyo tu, inaangalia pia kuna ratiba zinazohusisha mambo ya ukatili wa mtoto na kijinsia, kama kuna uwepo wa mabango katika shule ambao unahamasisha mtoto aweze kuwa salama katika ujifunzaji wake. Baada ya kuwa wameangalia vitu kama hivyo, endapo kuna mapungufu, wanakuwa na jukumu la kumshauri mwalimu mkuu kwa ngazi ya shule ya msingi au mkuu wa shule kwa ngazi ya sekondari. Lakini ukitoka hapo, wanaenda kujishughulisha pia na kuangalia ubora wa ufundishaji na ujifunzaji. Wanaweza wakapitia nukuu za masomo za walimu, wakaangalia matumizi ya zana, lakini pia wakaangalia hata namna mbinu ambavyo zinatumika walimu wanapokuwa wanafundisha madarasani. Lakini wanaangalia pia uwepo wa vitabu vya kiada na ziada kama viko sahihi kama jinsi ambavyo inapaswa. Hawaishii hapo. Katika ubora wa ufundishaji na ujifunzaji pia wanaangalia kama walimu
wanazo kumbukumbu za upimaji wa maendeleo ya kitaaluma ya kila mwanafunzi, na wanapobaini kwamba kuna mapungufu katika uwanja huo, basi wanaenda kuushauri uongozi wa shule ili uweze kutekeleza kwa ajili ya kuimarisha au kufanya ubora wa shule kuwa fanisi zaidi. Lakini mbali na hapo, wanaenda kwenye uwanja mwingine ambao ni uwanja unaohusu mambo ya mazingira. Kwa hiyo katika mazingira wanapita katika majengo na miundombinu mbalimbali katika shule, wanaangalia kama ile miundombinu na majengo ni rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Licha ya hivyo, wanaangalia pia hata ujanishaji, kama uwepo wa maua na mazingira mazuri na rafiki kwa watoto wenye mahitaji maalum wakiwepo walemavu. Na wanapokuta ya kwamba kuna vitu vyovyote vya kuweza kuviboresha katika uwanja huo, basi wanashauri uongozi wa shule waweze kuvirekebisha ili viweze kukizi mahitaji ya kila mwanafunzi. Kutoka katika uwanja huo, lakini pia kuna uwanja wa uongozi wa shule. Katika uongozi wa shule wanaangalia, je, katika shule hiyo kuna uwazi wa mapato na matumizi? Lakini sio hivyo tu, je, kila rasilimali iliyopo katika taasisi hiyo inatumika inavyotakiwa? Ikiwepo vitu kama ardhi, kama ipo, wanaangalia inatumika inavyopasa, rasilimali watu, rasilimali vitu na rasilimali muda. Je, kila muda kwa kadri ulivyotengwa ndivyo unavyotumika? Wakikuta kuna mapungufu, basi wanaenda kushauri uongozi wa shule namna ya kuhakikisha kwamba kila rasilimali iliyopo katika taasisi husika inatumika ipasavyo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ubora wa shule unafikiwa kwa kiwango kilichokusudiwa. Lakini mbali na hapo, upo uwanja ambao unahusika na mambo ya ushirikishwaji wa jamii. Uwanja wa ushirikishwaji wa jamii. Kwa hiyo wanapofika kuangalia katika swala la ushirikishwaji wa jamii, wanaangalia, je, wanafunzi waliomaliza katika taasisi hiyo wanashirikishwa kuhusiana na taasisi hiyo? Lakini sio wanafunzi tu waliomaliza, waliopo. Na sio tu waliopo, pamoja na walimu, pamoja na majirani, ile jamii ambayo inaizunguka ile shule. Lakini sio hivyo tu, je, serikali ya kijiji, kitongoji au mtaa inashirikishwa juu ya shule hiyo? Serikali ya mtendaji wa kijiji au kata inashirikishwa katika shule hiyo? Kwa hiyo hivyo vyote pakija kukubainisha kwamba kuna kundi mojawapo au kuna mdau mojawapo wa elimu ambaye hashirikishwi, basi wanarudi wanaenda wanaushauri uongozi wa shule kuhakikisha kwamba kila aliye mdau wa elimu anashirikishwa ili kuhakikisha ubora wa taasisi husika unafikiwa. Lakini pia kuna swala lingine katika kushirikishwa la mahusiano. Je, shule ina mahusiano mazuri? Tunapoongelea mahusiano, wataangalia mahusiano baina ya wafanyakazi walio walimu na wasio walimu, lakini mahusiano baina ya wanafunzi kwa wanafunzi, wanafunzi na walimu, wanafunzi na wafanyakazi wasiokuwa walimu, lakini pia jamii au jumuiya ya shuleni pamoja na jamii, mahusiano yao yakoje, pamoja na mashirika ya nje. Kwa hiyo kama mahusiano hayako vizuri, basi ile timu ya ndani itaenda kwenye uongozi wa shule kuishauri kuhakikisha kwamba mahusiano yanakuwa mazuri, kwa sababu kupitia katika mahusiano panakuwepo na manufaa mengi katika kuboresha. Mfano, ziko taasisi ambazo kupitia katika mahusiano mazuri na taasisi au mashirika ya nje wamefanikiwa kupata ufadhili kwa kujengewa madarasa, wengine kujengewa nyumba za walimu, wengine kujengewa maktaba. Kwa hivyo, licha ya kwamba walimu watajikita katika kuhakikisha ya kwamba mambo haya yanafanyika, bado wana jukumu la kuushauri uongozi wanapokuwa wanaandaa mpango wa jumla wa maendeleo ya shule. Licha pia kwamba watauandaa, lakini wao watatakiwa kufuatilia, kuangalia kama je, uongozi unahakikisha unauhuisha ule mpango kuendana na hali halisi na mazingira halisi kwa wakati waliopo, kuhakikisha wanatekeleza vile vipaumbele ambavyo wameviweka. Lakini sambamba na hilo, bado wanalo jukumu pia la kufuatilia usimamizi wa utekelezaji wa mipango ya idara zote zilizopo katika taasisi husika. Je, kila idara inatekeleza, inasimamia inavyopasa ule mpango ambao wamejiwekea katika idara?
kuhakikisha yale malengo waliokusudia, walioyapanga wanayatimiza kwa wakati kwa ajili ya manufaa ya kuinua ubora wa shule. Lakini pia kitu kingine ambacho wanaweza wakakifanya kama kamati au kama timu ya ndani ya udhibiti ubora ni kuishauri au kuushauri uongozi wa shule kwa jambo lolote, ili mradi jambo hile linakuwa linalenga kuhakikisha kwamba ubora wa shule unafikiwa. Likiwa na tija, likiwa na faida, basi wanalifikisha kwenye uongozi wa shule ili liweze kufanywa kazi kwa manufaa ya kuhakikisha ubora wa shule unafikiwa. Ifikie hapo mwisho, nasema asante kwa kunisikiliza. Karibuni sana kwenye ofisi zetu, ziko wazi kwa wakati wote. Nashukuru sana. Niko hapa kuongelea nyanja zinazopatikana katika kiunzi cha udhibiti ubora wa shule kilichoboreshwa toleo la Juni 2024. Chenye nyanja 8 tofauti na kiunzi cha awali kilichokuwa na nyanja 6. Kikieleza ni jinsi gani udhibiti ubora wa shule unavyochangia katika kufikia maono ya Tanzania katika kuboresha elimu. Zifuatazo ni baadhi ya nyanja zinazopatikana katika kiunzi hiki kilichoboreshwa. Nyanja ya kwanza inadili na ubora wa mtaala katika kukidhi mahitaji ya wanafunzi. Nyanja hii inahusisha tathmini kamili ya maudhui ya elimu, muundo na njia za utoaji wake. Nyanja ya pili inadili na ubora wa ufundishaji kwa ujifunzaji na tathmini yakinifu. Nyanja hii inahusisha tathmini kamili ya taratibu za ufundishaji ili kuhakikisha yana mchango chanya katika matokeo ya ujifunzaji wa mwanafunzi. Nyanja ya tatu inadili na ubora na usimamizi. Katika nyanja hii tutaona kuna usimamizi wa ujifunzaji, uongozi wa watu na rasilimali. Nyanja hii inatathmini kwa kina vipengele vitatu: usimamizi wa ujifunzaji, uongozi wa watu na uongozi wa rasilimali. Lengo kuu ikiwa ni kuhakikisha kwamba taratibu za uongozi zinalingana na malengo ya elimu. Nyanja ya 4 ni ubora wa mazingira ya shule na mchango wake katika ustawi, afya na usalama. Nyanja hii inahakiki muundo wa miundombinu, usafi na hali ya jumla ya shule. Pia inachunguza sera na taratibu zilizopo kwa lengo la kukuza ustawi, afya na usalama wa wanafunzi. Asanteni. Naomba kumkaribisha afisa mwenzangu aweze kuendelea na nyanja 4 zilizosalia. Uwanja wa 5 unahusu ushirikishaji wa jamii. Udhibiti ubora wa shule katika uwanja huu utathmini ushirikiano kati ya shule na jamii kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na wazazi, mashirika ya ndani na wadau wengine wa elimu. Ikumbukwe kuwa shule ni mali ya jamii. Hivyo udhibiti ubora wa shule huhamasisha kukuza ushirikiano imara kati ya shule na jamii na utunzaji wa miundombinu iliyopo. Uwanja wa 6 unahusu nidhamu, maadili, utamaduni na uzalendo. Katika nyanja hii hutathmini namna tunu za kitamaduni zinavyojumuishwa katika mazingira ya elimu na athari zake kwa ukuaji wa tabia za wanafunzi. Huchunguza ufanisi wa juhudi za shule katika kuimarisha maadili, kanuni za kimaadili, ufahamu wa utamaduni, hisia za kizalendo miongoni mwa wanafunzi. Lengo ni kuhakikisha kuwa shule inatoa elimu inayothamini maadili na kuchangia ukuaji kamili wa wanafunzi, hasa kwa kusisitiza maadili na msingi wa maadili katika jamii ya shule. Uwanja wa 7 unahusu matumizi bora ya teknolojia na habari na mawasiliano.
Nyanja hii inahusisha ujumuishaji wa matumizi ya teknolojia ndani ya mazingira ya elimu kwa ufanisi unaoendana na malengo ya elimu. Tunamtarajia mwalimu na mwanafunzi waweze kutumia teknolojia katika kuperuzi matini zilizopo katika maktaba mtandao ili kuwezesha ufundishaji na ujifunzaji katika kukuza ustadi wa kidigitali, ubunifu na kuandaa wanafunzi kwa ulimwengu unaotawaliwa na teknolojia. Uwanja wa 8. Katika nyanja hii inahusu mafanikio ya wanafunzi. Katika nyanja hii ya mafanikio ya wanafunzi, tunatarajia kupima kiwango ambacho wanafunzi wamefikia katika ujifunzaji wao. Mchakato huu unalenga kutoa ufahamu juu ya mafanikio ya utendaji wa mwanafunzi mmoja mmoja na kikundi, kutambua maeneo yenye mafanikio na udhaifu na kutoa ushauri wa kitaalamu juu ya ufundishaji kwa kuzingatia mbinu, njia na zana zinazoendana na umahiri unaofundishwa. Hii itasaidia kuhakikisha kuwa malengo ya elimu yanafikiwa kwa ufanisi ndani ya kiunzi kipana cha udhibiti ubora wa shule. Ni matarajio ya udhibiti ubora wa shule kuwa kupitia nyanja hizi 8 zitamwezesha mwanafunzi kuhusianisha alichojifunza darasani na mazingira yanayomzunguka. Naomba kuwasilisha. Nitazungumzia maboresho ya mtaala ngazi ya awali na msingi. Kulingana na sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023, zifuatazo ni sababu za kufanya maboresho haya. 1. Agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati alipolihutubia Bunge tarehe 6 mwezi wa 4 2021. 2. Mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Tamko la Rais lilihitaji kuangalia upya kwa mtaala ili uweze kumwezesha mwanafunzi kujitegemea, kutumia maarifa aliyojifunza alipokuwa shuleni na mara baada ya kuhitimu. Pia aweze kuwaulisha ujuzi na maarifa katika ngazi ya elimu aliyokuwa ameipitia. Katika mtaala ulioboreshwa ngazi ya elimu ya awali, mtoto anapaswa kujiunga elimu ya awali akiwa na umri wa miaka 5. Na elimu hiyo itatolewa kwa muda wa mwaka mmoja kabla ya kujiunga na rasmi na elimu ya msingi. Hii ni tofauti na mtaala wa zamani ambapo umri wa kujiunga ulikuwa ni miaka 3 hadi miaka 5 na ilitolewa kwa muda wa miaka 2. Aidha, serikali itaendelea kutambua kuwa elimu ya awali ni sehemu ya mfumo rasmi wa elimu na kuandaa utaratibu wa kuifanya kuwa ni ya lazima kutolewa kwa watoto wenye umri wa miaka 5. Kwa upande wa elimu ya msingi, mtoto atajiunga kwa darasa la kwanza akiwa na umri wa miaka 6. Na elimu hii itatolewa kwa muda wa miaka 6, yaani darasa la kwanza mpaka darasa la 6. Hii ni tofauti na mtaala wa zamani ambapo umri wa kujiunga darasa la kwanza ilikuwa miaka 7. Kwa sasa wanafunzi ambao wanafundishwa kwa kutumia mtaala ulioboresha wapo darasa la 4 na hao ndio watakoishia darasa la 6. Naomba kuwasilisha. Niko mbele yenu leo hii kuzungumzia maboresho ya mtaala wa elimu upande wa amali kwa shule za sekondari. Kwanza kabisa, uboreshaji wa mtaala si jambo geni, ni kitu ambacho hufanyika mara kwa mara kwa nyakati tofauti, na kuna sababu mbalimbali zinazopelekea uboreshwaji huu wa mtaala kwa shule za msingi ambao ni pamoja na awali, sekondari na vyuo vya kati. Lengo ni kuhakikisha kuna ubora katika utolewaji wa elimu kwa ujumla. Sababu ya kwanza ya boresho hili la mtaala ni agizo la Rais wakati anahutubia kwa mara ya kwanza
Bunge tarehe 6 mwezi wa 4 2021 aliomba yafanyike marekebisho ili mwanafunzi anayehitimu atoke na ujuzi. Kwa hiyo kutokana na agizo la rais ikawa hakuna budi kufanya maboresho ya mtaala wetu. Vile vile maendeleo ya sayansi na teknolojia, tunaangalia haya mabadiliko ya sayansi na teknolojia na tulazimu kupitia mtaala wetu na kuboresha ili kuendana nayo. Na haya mabadiliko ya maendeleo ya sayansi na teknolojia ndio yaliyotupelekea kwenye stadi za ufundishaji na ujifunzaji wa karne ya 21, ikiwa pamoja na ushirikishwaji, ikiwa pamoja na mawasiliano, ikiwa pamoja na fikra tunduizi, ikiwa pamoja na ubunifu. Sasa kwa upande wa sekondari, mwanafunzi akishamaliza darasa la 7 tayari kwa kujiunga na kidato cha kwanza, kuna mikondo miwili ambao kuna mkondo wa jumla, huu tumeuzoea, ni kama ulivyokuwa unaendeshwa awali, na mkondo wa amali huu tunaita ni mkondo wa fani. Katika mkondo wa amali ndipo ambapo nitajikita zaidi maelezo yangu au kuwaweka sawa katika uelewa. Ni maboresho ambapo mtaala umeenda kufanyia kazi zaidi, na maboresho hayo ni nyumbufu. Maboresho hayo yanampa nafasi mwanafunzi kufanya chaguzi. Sawa, kwa kuendelea na mkondo huu wa amali ama kuhamia kwenye mkondo wa jumla, na kwenye mkondo wa jumla anaweza kuhamia kwenye mkondo wa amali. Kwa wilaya yetu ya Kibiti tumepata bahati ya kupata shule 2 za mkondo wa amali, ambayo ni Mtawanya Secondary School, shule ya sekondari Mtawanya, na shule ya sekondari Nyambili Nyambunda. Hawa wanatoa fani ya kilimo upande wa crops productions. Ni kama nilivyoeleza hapo awali kwamba mtaala huu ulioboreshwa ni nyumbufu. Unamruhusu mwanafunzi kwenda au kuchukua au kusomea masomo yale ambayo atakuwa ameyachagua au fani ambayo atakuwa ameipenda. Na lengo hasa ni kumtengeneza mwanafunzi akishamaliza elimu yake ya sekondari aweze kuhaulisha au kutumia uwezo na maarifa aliyokuwa anausoma darasani pamoja na hitaji la kwenye jamii. Sisi udhibiti bora wa shule tunawakaribisha wadau wote wa hapa Kibiti kuja kuwekeza kwenye elimu. Maeneo bado ni mengi yanastahili kuanzishwa taasisi za kielimu. Kwa hiyo wafike ofisini wapate ushauri nini kifanyike ili kuweza kuwekeza katika elimu. Sisi ofisi zetu ziko huku katika eneo la Lumiozi, mtaa wa Hande, namba 26. Karibuni sana. Asanteni sana.